Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Leo nataka nikushirikishe neno la Mungu katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 10 na mstari ule wa 51. Marko sura ya 10 mstari wa 51. Katika jina la Yesu. Tutatumia muda wetu vizuri tu na utapata nafasi pia ya kwenda mbele za Mungu na kuomba. Nataka niseme na wewe maneno ya Mungu kwa uchache katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 10 na mstari ule wa 51. Nani ananisaidia kuhubiri leo? Hezekia. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Biblia inasema, Yesu akamjibu akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia tena kusoma vizuri huo mstari wa 51. Yesu akamjibu akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Hallelujah. Hallelujah. Saidia kumshika mkono jirani yako, mwambie, hivi umekuja nyumbani mwa Mungu siku ya leo? Umekuja kanisani, unataka Mungu akufanyie nini? Muulize, yani simama badala ya Yesu, alafu jirani yako mshike mkono. Muulize, leo umekuja nyumbani mwa Bwana, unataka Mungu akufanyie nini? Hallelujah. Hallelujah. Tunaelewana wana wa Mungu? Tunapokuja nyumbani mwa Mungu, wewe usio unakuja kama unayefuata mkumbo. Sio unakuja tu ili mradi watu wanakwenda kuabudu. Uwe na agenda yako binafsi. Kama umekusudia kukutana na Mungu na leo ni siku ya kumwabudu Mungu na Mungu anapatikana mahali hapa, sasa umekuja mbele za Mungu. Yeye anakuuliza, unataka nikufanyie nini? What do you want me to do for you? Hallelujah. Hallelujah. What do you want? Unataka nini? Huna sababu ya kuja na kulialia tu. Hallelujah. Mungu ana kila unachokihitaji. Unataka nini? Mwambie jirani yako, unataka nini? Hallelujah. What do you need, my son? What do you want, my daughter? Yes. Umekuja mbele za Mungu. Unataka Mungu akufanyie nini? Let me tell you. Usije ukawaangalia watu wengine Mungu amewabariki, alafu ukawaonea wivu. Wengine mnapokwenda mbele za Mungu kuomba, wala hamjui mnataka kuomba nini. Na kama huna Roho Mtakatifu ndio una hasara, kwa sababu hata Roho Mtakatifu hawezi kukusaidia kuomba. Maana huna. Lakini kama unaye Roho Mtakatifu, wakati mwingine hujui hata uombe nini. Unaamua kunena kwa lugha. Alafu Roho Mtakatifu anafanyaje? Anazama mwenyewe, anafanyaje? Anakuombea. Maana maandiko yanasema huyo Roho Mtakatifu anatuombea na analia, anaugua mbele za Mungu, yani kwa namna ambayo hatuwezi hata kutamka. Wengine kwa kutokujua aombe nini, anapata kushawishiwa na mtu mwingine kuomba, anaomba kitu ambacho wala hakina faida kwake. Kama ni msomaji wa Biblia, utamkuta binti Herodia anashawishiwa na mama yake aombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Na hata alipouawa Yohana Mbatizaji kwa kukatwa kichwa, alipoletewa mbele ya Herode, hata akapewa hicho kichwa, kilimfaidia nini? Unaweza ukaja mbele za Mungu kuomba na ukawa hujui uombe nini. Na inawezekana pia unakuja kanisani lakini humjui Mungu tunayemwabudu. Na ukawa humjui Mungu tunayemwabudu, ni ngumu kuomba, ni ngumu kujibiwa maombi yako. Kama wewe ni mtu kama bendera ya kufuata upepo, ukisikia Yesu ametajwa huku, Yesu anatenda miujiza huku, unakimbilia kwenda, hujui unayemwabudu ni nani. Kama wale ndugu wa kule Ethane wakasema, yani wameweka kwenye madhabahu yao kwamba Mungu asiyejulikana. Wameandika na jina kabisa, Mungu asiyejulikana. Sisi tunamwabudu Mungu tunayemjua. Hallelujah.
Tikisa jirani yako, mshike bega, mwambie tunamwabudu Mungu tunayemjua. Haleluya! Na huyo Mungu tunayemjua ndio ametubadilisha akatufanya tuwe hivi tulivyo leo. Zamani usingetupenda maisha tuliyokuwa nayo, yalikuwa maisha ya ajabu sana. Hizo siku ambazo ungetuona zamani hizo, yani hatakuwa tukifanania wokovu. Lakini Yesu aliyetubadilisha, akatuokoa, akatufanya kuwa hivi tulivyo leo. Tunamtambua, tunamjua Mungu huyu Mungu kwamba ni Mungu wa kweli. Naye tumemshika. Anasema, unataka nikufanyie nini? Ngoja nikwambie, zamani tulikuwa na maisha fulani hivi ya ajabu. Leo wakati najiandaa kuja kunena neno la Mungu, Roho Mtakatifu akawa ananikumbusha nibebe na picha zangu nilipokuwa wa mtindo. Usingenielewa zamani zile. Ezekia, njoo unisaidie hapa, maana wewe ndio unanisaidia kuhubiri. Utaona picha fulani nilipokuwa nikiwa nimesimama kama muhuni fulani hivi, lakini nilikuwa nimeokoka na namtumikia Mungu. Huyu anaweza kuwasaidia kuwaonyesha. Wakati huo ninafuga nywele ndefu hivi, niko kama muhuni fulani, msala fulani. Huyu jamaa anaweza akawa ni shuhuda. Hizi picha mbili zinakuonyesha nilikuwa kimtindo, nikiwa na wahuni wenzangu, naonekana muhuni, napiga zangu kapelo, naonekana, lakini kumbe nafanya nini? Nafanya kazi ya Mungu, kwa kushuhudia watu wamjue Yesu. Lakini hizo mbili. Alafu kuna picha nyingine hizi hapa nikienda ofisini sasa. Najiweka nikiwa sop. Yaani ni muhuni nikiwa mtaani, lakini nikiwa ofisini ninajiweka sop katika jina Yesu. Sasa waonyeshe watu wajue kwamba kuna mahali fulani ambapo nilikuwa na maisha fulani, nilikuwa usingenitamani, wala nyumbani kwako usingenikaribisha kwa kunijua kwamba mimi ni muhuni fulani. Wala usingetamani niwe karibu na wewe kwa kuwa unanifahamu kama vile mimi ni muhuni fulani. Kumbe nimeokoka, nampenda Yesu na namtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Haleluya. Sasa tumemjua huyo Mungu wa kweli. Sio Mungu asiyejulikana, ni Mungu anayejulikana. Huyo Mungu anayejulikana akabadilisha maisha yetu. Na ndio huyo ambaye ametutoa mavumbini na kutuketisha na wakubwa. Na ndio huyo ambaye ametutoa jalalani na kutuketisha na watu na wafalme. Leo hii tunapomtumikia, tunamjua Mungu tunayemtumikia. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Sikiliza, Yesu anamwambia huyu kipofu, anaitwa Bartimayo. Na huyo Bartimayo, maandiko yanasema ni muombaji kipofu. Siku zote alikuwa amekaa kando ya njia, anaomba watu wapite kumhurumia, wamsaidie. Na ilipofika wakati Yesu akiwa anapita katika njia ile, akasikia habari za Yesu, ambaye alishafahamu habari zake kwa miaka mingi. Akifahamu kwamba huyo ni mwana wa Daudi, akifahamu kwamba ni Mungu, ana uwezo wa kufanya jambo lolote. Alipopita karibu yake, Bartimayo akapaza sauti, akiita akisema, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu Yesu mwana wa Daudi. Na alipokuwa akisema Yesu mwana wa Daudi unirehemu, walikuwepo watu wakamwambia, nyamaza, acha kumsumbua Bwana. Walikuwepo watu wakumwambia kwamba usimpigie Bwana kelele. Lakini yeye hakukata tamaa, akaendelea kupaza sauti. Na ndipo Yesu akageuka akasema, hebu muiteni. Aliposema muiteni, wale waliokuwa wakimkatisha tamaa ndio hao waliokuwa mwambia, jitie moyo, jipe moyo, Bwana amefanyaje? Amekuita, simama uende. Jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo mkuu. Jitie nguvu, Bwana amekuita. Alipokuwa akitia moyo, alikwenda mbele ya Yesu. Alipofika mbele ya Yesu, Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Haleluya. 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 Ngoja nikwambie, kuna watu ni waombaji. Kama ushawahi kwenda Dar es Salaam, kuna watu wanakwenda kuomba kama kazi. Ni ofisi yao hiyo, wanaomba wapewe ile yala saidia maskini, yala saidia maskini. Anaomba sio tu kwa sababu eti ni mlemavu. Wengine wamekunja miguu hivi, alafu anajifanya nini? Ni mlemavu. Mwingine amevaa gwanda fulani chakavu chafu, anatafuta kuomba asaidiwe. Anazuga kwamba ni mlemavu, anahitaji msaada, lakini kimsingi yeye sio mlemavu. Lakini wengine ni walemavu kweli,
lakini wameichukulia huo ulemavu wao, wameteka advantage kwamba wasaidiwe. Huyu Bartimayo alikuwa tofauti. Alisikia habari za Yesu, akamwelewa kwamba ni mwenye uweza, ana uwezo kumsaidia. Na yeye akiwa kipofu akaenda akalia, akapaza sauti, akahitaji kusaidiwa. Alipomwendea Yesu, Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Na leo mpo mahali hapa ambao mmekuja nyumbani mwa Mungu. Yawezekana una mahitaji kama aliyokuwa nayo Bartimayo, mwana wa Timayo. Anapokuuliza kwamba unataka nikufanyie nini, haimaanishi hajui shida yako. Usifikirie kwamba yeye hajui unahitaji nini, anajua. Lakini anakuuliza leo, unataka nikufanyie nini? Yeye Bartimayo alijua kwa hakika nina shida, na nikitoka kwenye hii shida sirudi tena kwenye hili tatizo. I want to come back. Sirudi tena kukaa kwenye mazingira haya. Nimeshachukia maisha haya. Nimeshachukia ila kuenda kwangu kuomba, ninaomba ili niweze kusurvive, niweze kuishi. Lakini nikitoka kwenye hii shida sirudi tena. Na Yesu alijua kwamba Bartimayo ana uhitaji. Wakati hao wanamwambia acha kumpigia Bwana kelele, acha kumsumbua, Yesu anajua. Mwambie jirani yako, hivi unajua huwezi kujificha kwa Yesu? Anakujua vema. Haleluya. Anajua unachokihitaji. Tatizo la walokole siku za leo, inawezekana anachokihitaji ni hiki, lakini akiambiwa nikufanyie nini anataja kitu kingine. Mwangalie jirani yako, mwambie jamaa anakuzungumzia. Haleluya. Narudia tena kusema, watu wa Mungu wanachokikosea, anajua anachokihitaji ni hiki, lakini akipewa nafasi ya kuambiwa tukufanyie nini anataja kitu kingine. Mwangalie jirani yako, mkazie macho, mwambie jamaa anakuzungumzia wewe au? Tulipata kusikia habari za bibi mmoja anakwenda kwa watumishi wa Mungu, anawaambia naomba mniombee binti yangu apate nini? Apate mtoto. Huyu bibi anatamani apate wajukuu. Hitaji lake yeye ni kwamba wapate nini? Apate nini? Wajukuu. Anakwenda kuwaambia watumishi wa Mungu, muombeeni binti yangu apate nini? Apate mtoto. Ili na mimi nifanyeje? Nikumbatie nini? Nikumbatie mjukuu. Inawezekana hilo hitaji alionalo linaonekana liko sawa sawa. Lakini swali ni kwamba binti yako ana mume? Halo? Mbona kama mko kimya sana hivi? Ni kwamba mko rohoni, hamwezi kuitikia hata amina. Swali ni kwamba huyo binti ana mume? Ameolewa? Mume wake yuko wapi? Maana usitangulie kutaka kupata mjukuu, badala ya kusema naomba binti yangu aolewe, wewe unaomba afanyeje? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Usifikiri kwamba hayo maombi tukiomba yataconnect. Tunataka kwanza huyu mtu aolewe, na swala la kupata watoto litafuata. Haleluya. Hizo siku ambazo nilikuwa nikitumika kwenye hilo kanisa hapo, na nilikuwa nafundisha masuala ya ndoa, wamama siku moja wakasimama, wakuu wa dini wakasema, tumebarikiwa na mafundisho yako na umetubariki kweli, lakini sasa uoe. Haleluya. Nikaona wako rohoni kweli, wakasema hivi, uoe. Na wakati walikuwa wakiongozwa na mama Kachonta, wakaniambia tunataka ufanyeje? Uoe. Na mimi Mungu akanipa neema. Maombi yangu yakawa ni kufanyaje? Ni kuomba kupata nini? Kupata mke. Nikamwomba Mungu na mimi nifanyeje? Na mimi nipate mke. Na siku moja Bwana akanijalia nikafanyaje? Nikapata mke. Na huyu askofu wetu ndo aliyekuwa na mimi alinifungisha ndoa nikiwa pale. Haleluya. Haleluya. Sasa baada ya kuoa, siku zikaenda, sasa nikawa sijapata mtoto. Na kuambia niliomba, lakini niliombewa. Watu wa Mungu hata wakiwa wanafundisha mambo mengine, nimetulia, niko kule nimetulia, anakuja mtu anakuambia nenda madhabahuni ukafanyaje? Ukaombewe. Na mimi kwa unyenyekevu kabisa nikawa nafanyaje? Natoka kule nafanyaje? Napanda madhabahuni naombewa. Yaani wanachotaka ni kuona, wanataka wapate nini? Waone mtoto. Na mimi nikakaa miaka kama 6 hivi nasubiria ahadi ya Bwana nipate mtoto. Ngoja nikwambie, tunapokwenda kumuomba Mungu, hivi tunajua tunachomuomba?
Usifikiri Mungu hajui shida yako. Mungu anafahamu una shida, unahitaji fulani. Unajua unachokwenda kukiomba mbele za Mungu. Hebu sikiliza. Kuna wengine walikwenda mbele za Mungu wakaomba tofauti. Soma hiyo Marko sura ya anza mstari 35. Katika Marko sura ya 10 fungu la 35. Na Yakobo na Yohana na wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Kwamba anataka lolote, yani wamemcondition kwamba lolote tutakalo kuomba, lolote utufanyie. Akauliza swali, mwataka niwafanyie nini? Yaani mmekuja mbele zangu, mnajua mnachokiomba. Endelea. Wakamwambia, utujalie sisi kuketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloniomba. Mwaweza kukinywea kikombe nikinyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe nikinyweacho mimi na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Angalia jinsi ambavyo Yesu anawajibu katika ule mstari wa 38 kwamba Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. You don't know. Yani you don't know what are you asking me. Hujui unaniomba nini. Kuna watu hawajui wanachokiomba. Walipojua kwamba Yesu ni mfalme wa Wayahudi, walipojua kwamba Yesu amekuja kutawala dunia, watu ambao wanatamani wangepata kuwa magavana, walitamani wangepata kuwa viongozi wakatawale majimbo fulani, wakashangaa kuona yeye kumbe hakuja kufanyaje kutawala hapa duniani. Bado wana shauku ya kuwa viongozi na watawala. Wakamwambia, katika ufalme wako usitusahau. Mmoja akae mkono wa kulia, mwingine akae mkono wa kushoto. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Wako watu hata sasa walipokuja kwa Yesu wamekuja na sababu zao. Lakini nataka nikwambie, unapokwenda kuomba, unapokwenda kumuomba Yesu akusaidie jambo fulani, hivi unajua kwamba hilo ndio hitaji lako la msingi? Au unaomba tu kwa sababu ya tamaa fulani? Au unaomba tu kwa sababu wengine wamefanikiwa juu ya jambo fulani? Yesu anasema, hujui unaloniomba. Ngoja nikwambie, nilizungumza kwa habari ya watu ambao pia hawamjui Mungu tunayemwabudu, nikakutajia habari za wale ndugu wa kule Ethane. Lakini pia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, Yesu anazungumza na yule mwanamke Msamaria ambaye alikwenda kuchota maji katika kisima cha Yakobo. Yesu alifika mahali pa kumwambia yule mama kwamba mmekuwa mkimwabudu Mungu Yerusalemu, mnamwabudu Mungu kwenye mlima, lakini saa imefika na saa ipo, hamtamwabudu Baba huko. Akimaanisha kwamba wamekuwa wakiabudu, na akasema kwamba mnaabudu msichokijua. Sisi tuliookoka, tuliojazwa Roho Mtakatifu, tuliobatizwa na maji mengi, sisi wa Pentekoste, tunamjua Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Yeye Mungu wa baba Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu wa kweli. Tusishawishiwe leo tukahamia kwa miungu wengine, Mungu tukamwacha Mungu wa kweli. Na ndiyo maana ukiwa humjui Mungu unayemwabudu, ukisikia habari za Mungu wowote, Mungu yeyote yule, unatamani uende huko ukafanikiwe, utakuwa umepotea. Yesu anatutaka kwanza tumjue Mungu wa kweli. Ukisoma katika kitabu kile cha Waebrania ile sura ya 11 na mstari ule wa 6, anazungumza tunapomwendea Mungu kwanza tuamini kwamba Mungu huyo yupo. Haleluya. Na Mungu kama yupo atatupa thawabu, atatujibu mahitaji yetu, atakutana na shida yetu. Lazima kwanza ujue Mungu huyu yupo.
uwe na uhakika kwamba Mungu yupo. Uwe na uhakika kwamba Mungu ninayemwabudu ni Mungu wa kweli, ambaye sio Mungu aliye mbali, ni Mungu aliye karibu. Ni Mungu anayeona, ni Mungu anayesikia, na ni Mungu anayejibu. Haleluya. Haleluya. Huyo Mungu tunayemwabudu yuko hapa katika jina la Yesu. Hivi wewe unafikiri nazungumza habari za mtu mwingine? Mwangalie jirani yako, mtikise kidogo, mwambie, unafikiri anazungumza habari za Mungu mwingine? Anazungumza habari za Mungu wa kweli. Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Nisi, El Shaddai, the Almighty God, the I am that I am. Woo! Hallelujah. I'm trying to preach in English. Labda mtanielewa. Ninasema hivi, tunazungumza habari za Mungu wa kweli. Kwa lugha ya Kiingereza, yeye niko ambaye niko anaitwa the I am that I am. Hallelujah. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu ambaye anatamani umwabudu yeye wala usiabudu miungu wengine. Na ndio maana leo nimekuja kama mjumbe wa agano na kuambia hivi, unamjua Mungu unayemwabudu? Na kama unamjua Mungu unayemwabudu na una uhakika kwamba huyo ndiye Mungu na ndiye baba yako, si umuombe unachohitaji akupe. Mwangalie jirani yako, mwambie hivi, huna mahitaji wewe? Tikise kidogo, mwambie huna mahitaji ya kumpelekea Mungu? Mungu anashangaa unapokuwa unapokuwa huna kitu. Mungu anashangaa. Anasema mpaka sasa hamjaniomba bado. Yaani mngeomba lolote niweze kufanyaje? Niweze kuwatimizia. Ombeni sasa. Na kama humjui Mungu unayemuomba, humjui Mungu unayemwabudu, utamuomba nini? Yesu anamwambia Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Na ngoja nikwambie, Bartimayo akijua kabisa kwamba ninalo hitaji la kuhitaji kuona, akamwambia nataka kuona. Nataka kuona. Akijua kwamba hitaji lake ni kuona, akasema nataka kuona. Haleluya. Nisaidie kumuuliza jirani yako, hivi umekuja nyumbani mwa Mungu, hitaji lako ni nini? Haleluya. Haleluya. Umekuja nyumbani mwa Mungu, hitaji lako ni nini? Anasema Yesu akamjibu akamwambia, "Unataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Mstari wa 52 akasema, Yesu akamwambia, "Enenda zako, imani yako imekuponya." Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Alipopata kuona, akamfuata njiani. Sikiliza. Huyu bwana kama angekuwa ni wale waombaji wanaoomba yala saidia maskini, kumbe ni wababaishaji, baada ya kuona angekuwa anajua sasa naenda kutafuta kona nzuri, naenda kutafuta chocho nzuri, naenda kutafuta kwenye engo ambao nikikaa nitafanyaje? Angetafuta kona ambayo akikaa atapokea mafungu. Wanakotoka wale wanaochukua mishahara yao kule benki, akitegesha kwenye kona fulani wanamwachia hela. Kama huyu angekuwa ni muombaji wa staili, angetafuta kwamba naona sawa sawa, sina mtu akunielekeza niende wapi, naenda mwenyewe najiposition. I have to position myself in a certain angle, in a certain area. Mahali nitakapokaa hakatizi mtu lazima afanyeje? Niombe kitu. Lakini sio, huyu alimfuata Yesu. Akamfuata nani? Hivi ngoja nikwambie, juzi kati mimi niliugua corona, alafu nikapona katika jina la Yesu. Baada ya kupona nafanyaje? Namfuata Yesu. Namtumikia huyu Yesu. Naendelea kueleza habari zake, watu wajue kwamba Mungu anaweza kuponya. Hivi kama umekaa mahali umelazwa na watu ambao wana fedha, alafu wenzako wanapanda ndege wanakwenda wanazifuata huduma mahali ziliko, alafu wakati huo wewe unamsubiri kuhani, askofu wa kanisa hili mzee Julius Omela anakuja na wazee wake wa kanisa, anakuja na mama kwenye kanisa hili, wanakuja kukuombea. Yaani wewe umebaki kuombewa pale, wakati huo wenzako wakina Kobla wanapanda ndege, wanafanyaje? Wanakimbia Dar es Salaam kutafuta nini? Huduma. Alafu unakuja kuona Mungu amefanyaje? Amekuponya, amekunyanyua, yaani amekuinua kutoka katika shida yako pasipo kupanda ndege kwenda kutafuta nini? Huduma. Unaanzaje kutokumwamini huyu Mungu ambaye amekuponya COVID? Haleluya. Haleluya.
unaachaje kuzungumza habari zake? Kwamba ni Mungu mwenye nguvu, kwamba ni Mungu mwenye uwezo, kwamba ni Mungu ambaye anaponya, kwamba ni Mungu anayeokoa, kwamba ni Mungu anayebariki, anamtoa mtu mavumbini na kumketisha na wafalme. Unaanzaje kunyuti? Unanyuti. Yaani unaachaje kuzungumza habari zake? Haleluya. Hivi wewe nikueleze nini uelewe? Sikiliza, alipokuwa Bartimayo ameponywa, hakurudi kwenye staili yake ya maisha, akaingia kwenye utumishi. Unapowafungua watu waliofungwa, unawafungua ili wafanyeje? Waje kwa Yesu, wamfuate Yesu. Tunapoombea watu wakapona, tunawaombea baada ya kuombewa waje kanisani. Hatutegemei tena tuwakute mtaani. What do you want God to do for you? Unataka Mungu akufanyie nini? Inawezekana ulipokuja kwa Yesu ulihitaji upate mchumba. Yaani sababu iliyokuleta kwa Yesu ni kupata mchumba. Na ulipompata huyo mchumba, unaendelea na Yesu ama ndio umemwacha Yesu? Inawezekana umekuja unahitaji Yesu akupe mtaji wa biashara. Na Yesu akakuinua akakupa biashara. Baada ya kupata hiyo biashara ndio unamwacha Yesu. Unaendelea na 50 zako. Wengine wametafuta kwamba nahitaji kupata kazi. Yesu, naomba unisaidie kupata kazi. Akakusaidia ukapata kazi. Baada ya kupata hiyo kazi ndio umemwacha Yesu. Usiwe unaingia kanisani hapa kama mtu wa dini, kwamba unakuja kwa sababu ni mahali ambapo tunalazimika kukusanyika tukutane. Umekuja, Yesu ana haja na wewe. Haleluya. Haleluya. Ninakumbuka zile habari za yule punda. Alipokuwa Yesu anaingia Yerusalemu, akabebwa na punda. Na aliwaambia wale wanaoenda kumfungua, sema mtakapokuwa mkimfungua, kama mtu atawauliza kwamba kwa nini mnamfungua huyu punda? Kwa nini mnamfungua huyu mtu? Kwa nini mnamponya huyu mtu? Kwa nini huyu apate kazi? Kwa nini huyu apate shule? Yaani badala ya huyu kwenda shule anakosa nafasi hiyo, anaenda huyu. Badala ya huyu apate elimu anakosa nafasi hiyo, anaenda huyu. Badala ya huyu apate kazi anakosa hiyo nafasi, huyu anaenda huyu. Kwa nini huyu apate kazi na huyu asipate kazi? Kama watakuuliza kwa nini unamfungua huyu mtu, kama watakuuliza kwa nini huyu mtu aokoke, kama watakuuliza kwa nini huyu apate kazi, jibu lake ni jepesi tu. Wewe umwambie huyo mtu kwamba Bwana anamhitaji. Haleluya. 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 Hivi najihubiria mwenyewe ama nahubiria walokole wa mahali hapa? Haleluya. Kama umeokoka sio kwa sababu yako. Kama umeokoka sio kwa sababu yako mwenyewe. Kama umepata kazi, kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe ni mtu maarufu, sio kwa sababu yako mwenyewe. Bwana ana haja na wewe. Haleluya. Kwa hiyo ukijua kwamba aliyekuokoa, aliyekufanya uwe hai leo ana haja na wewe, utaishi kwa nidhamu. Utawaheshimu watu, utawaheshimu watumishi wa Mungu, utaheshimu maneno ya Mungu katika jina la Yesu. Am I preaching to somebody? Hallelujah. Am I communicating? Hallelujah. Leo ukishafanikiwa kidogo unajiona kama vile umeshafika paradiso. Kwa taarifa yako, kuna ambao walifanikiwa kabla yako, alafu na leo hii wako kwenye uhitaji. Kwa hiyo usije ukafanikiwa ukamsahau huyu aliyekufanikisha, kwa sababu haleluya. Haleluya. Anauliza, unataka nikufanyie nini mwanangu? Unataka nikufanyie nini? What do you want me to do for you? Yesu anajua una mahitaji, anakutaka useme. Kwenye ile Yohana sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 5 pale, iziti Yohana 5 au Yohana 9. Pale ambapo tunakutana na habari za yule ndugu ambaye ameugua kwa miaka 38. Angalia jinsi ambavyo Yesu anamkuta. Anajua kwamba amekuwa akiugua kwa miaka 38 na hakuna mtu wa kumsaidia. Ezekiel bado hujapata hapo mahali, nataka upasome. Alipokuwa anafika Yesu anamwambia, "Unataka kuwa mzima?" Maswali yake ni rahisi. Yes, Yohana 5 fungu la 1 Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na huko Yerusalemu penye mlango
wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Haleluya. Sikiliza, Yesu anajua kwamba una mahitaji. Jesus knows that you have a problem. And there is no anybody who can help you. Hakuna dada wala ndugu anayeweza kukusaidia kwenye hiyo shida ulionayo. Anajua. Lakini anakuja mbele yako, anasimama na kuuliza, wataka kuwa mzima? Wataka nikutoe kwenye hiyo shida? Unataka nikuondoe kwenye huo msiba? Alafu unaanza kutoa historia, unaanza kutoa maelezo. Hahitaji maelezo, maana anajua kuliko unavyojua. Oh my Lord, my God. May God bless you guys. Yaani Mungu awarehemu watu hawa. Sikiliza, anafahamu kwamba unahitaji fulani. Akikupa nafasi ya wewe kujieleza, mueleze unachokitaji kama alivyofanya Bartimayo. Ngoja nikwambie, hivi kama wewe mpendwa unapata nafasi ya kwenda mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, umepata nafasi ya kwenda pale Ikulu, Mama Kachonta, katika jina la Yesu. Unapopata nafasi ya kusimama mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, alafu anakuambia, unataka nikufanyie nini? Mwangalie jirani yako, mkazie macho, mwambie, unaulizwa hilo swali na Mheshimiwa Rais wa nchi, katika jina la Yesu. Mwangalie jirani yako usoni, mkazie macho, mwambie, unaulizwa swali hilo na Mheshimiwa Rais wa nchi. Unataka nikufanyie nini? Alafu unaanza kusema, unajua mimi natoka kule Islamilomo, unajua hakuna yani hakuna ananisaidia. Amekuuliza wewe. Unaanza kuzungumza habari za makanyagio. Are you talking about Islamilomo? Forget about Islamilomo. Unazungumza na rais wa nchi ambaye ana uwezo wa kufanya chochote katika nchi yake. Unaanza kuzungumza, ngoja nikwambie, yule ndugu akisema sina mtu wa kunitia birikani, swali lingine ni kwamba ulifikaje hapo? Tuambie ulifikaje hapo? Maana wewe umepooza, huwezi. Sasa umefuata hapo, umefikaje? Alafu ngoja nikwambie, huyo anayekwambia kwamba wataka kuwa mzima ndiye anayesababisha. Yaani ndio source of your, yaani ndio chanzo cha uponyaji wako. Yaani yeye ndio mwenye nguvu ya kukuponya. The problem ni kwamba hujui kwamba aliyesimama mbele yako ndiye muumbaji, ndiye aliyekuumba. Yeye ndiye aliyekuwa akimtia nuru kila anayekuja duniani. Hakuna kilichofanyika pasipo yeye. You guys, you don't understand. Ngoja nikwambie, yaani ungejua kwamba aliyesimama mbele yako ndiye muumbaji, ndiye ambaye ana kila kitu vinavyoonekana na visivyoonekana, enzi na usultani, mamlaka, yaani vyote viko kwenye mkono wake. Amesimama mbele yako na kuambia, unataka nikufanyie nini? Unataka kuwa mzima? Alafu unaanza story. Mwambie jirani yako, wewe bado ni wa kiroho kweli? Amesimama muumbaji mbele yako. Ngoja nikwambie, Rais Samia Suluhu Hassan ni mwanadamu. Anapokuuliza kwamba wataka nikufanyie nini, inawezekana hajui kiundani maisha yako, hajui background yako, hajui historia, hajui. Yeye ni mwanadamu. Lakini Yesu mwana wa Mungu, yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye Mungu Immanueli, Mungu pamoja na nani? Na sisi wanadamu. Anasimama mbele yako na kuambia, unataka kuwa mzima? Jibu lako ni ungesema tu kwamba ndio Bwana, nahitaji kufanyaje? Nahitaji. Unaanza story.
Hapa namzungumzia mtu hapa. Ukipata nafasi ya kusimama mbele za uwepo wa Mungu, acha kuzungumza habari za watu wengine. Acha kuwalalamikia watu. Acha kuwasingizia watu. Angalia huu maskini wangu huu. Kama baba yangu angenipeleka shule, mimi leo hii nisingekuwa hivi. Mimi ningekuwa nimefanya hivi. Wewe, maadamu alikuzaa na ukaweza kushinda katika jina la Yesu. Hallelujah. Sijui kama naeleweka. Let me tell you. Yaani ili wewe uweze kutungwa mimba, kuna mashujaa wengine walipambana ili waweze kuingia kwenye nafasi ya kutungwa mimba. Alafu ukawashinda. Mwangalie jirani yako usome, mwambie wewe ni shujaa. Yaani kuna watu hapa nazungumza biologically, yani kwa kibiolojia. Hallelujah. Yaani kuna watu walikuwa wakipambana ili wao waweze kuwa wa kwanza kutungwa mimba, wakapigwa kumbo, wakakaa pembeni, alafu wewe ukatungwa mimba. Alafu ukalelewa ndani ya tumbo la mama yako miezi 9. Hiyo mimba haikutoka. Na baadaye ukazaliwa, ukashinda magonjwa ya kitoto. Na leo hii umesimama, upo mahali hapa. Tena ni mtumishi wa Mungu, haleluya. Unatumika, alafu unaanza kusingizia watu. Oh, hali yangu hii, umaskini wangu huu, shida yangu hii ni kwa sababu ya mtu fulani. Wewe sio mnyonge kiasi hicho. Wewe ni shujaa tangu zamani. Haleluya. Haleluya. Usiishi kinyonge nyonge. Usitamke ili watu wakuhurumie. Unamwambia Yesu, sina mtu akumtia birikani. Unatafuta huruma ya Yesu. Yesu alishakuhurumia. Ndio maana alisafiri alikotoka. Ametembea mali za kutosha. Akafika mbele yako. Anakuambia unataka kuwa mzima. Haleluya. Haleluya. Usianze kutafuta huruma ya watu. Mtu mmoja akasema, sio tatizo kwamba wewe umezaliwa maskini. Sio shida. Hiyo shida sio ya kwako. Ila ni shida kubwa kama utakufa ukiwa nini? Ukiwa maskini. It's not a problem for you to be born as a poor person in this country or in this world. It is a big problem if you're gonna die poor. Kwa hiyo sio tatizo lako wala sio kosa lako. Inawezekana wazazi wako walikuwa matajiri, lakini wamekuja kujikuta wakavamiwa na majambazi, wakaibiwa fedha, wakaanza tena moja wakawa maskini wa kutupwa. Lakini wewe hukuzaliwa katika umaskini. Nani anayejua? Lakini leo hii wewe umepata kuwa mtu mzima. Unajitambua, unajipambanua. Usitafute huruma ya mtu mwingine. Tafuta huruma ya Mungu mwenyewe. Na umweleze shida yako. Mweleze haja zako. Mwambie yeye ambaye anashughulika na mambo yako. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sijui unanielewa. Nataka nikwambie, Mungu ambaye tumenena habari zake mahali hapa, anataka aone imani yako. Katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka kumwabudu Mungu, alafu tutakwenda kuomba. Na nitakwenda kuomba na wewe ambaye moyoni mwako unataka kumkumbusha Mungu tena juu ya jambo hilo ambalo unaona anaweza akashughulika nalo. Kabla huu mwaka hujaisha, kuna kitu nataka kumwambia Mungu. Thank you Holy Ghost. Hallelujah. Thank you Jesus. Unaweza kufanya. Thank you Holy Ghost. Unaweza kutenda.